karibu na kibao cha kanisa. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu namba 0788539093. Dream FM Mbeya. Tayari lisala pili la serikali kuu ya burudani Topics liko live sasa hivi mpaka saa 10 kamili za jioni, si ndio ndugu? Niko sawa? Tuko pamoja mzee. Mko poa? Mbona kama mmedoro hivi? Unatakaje? Nashangaa kwamba sasa hivi sio kipindi cha mvua alafu nyinyi mnajikuta kama mmenyeshewa hivi. Sema mimi nafeel kama kuzungumza Kiingereza hivi. Sasa hicho wewe zungumza tu. Nitaka nikuulize. Wanasemaje kwa Usiniulize mimi. Bwana. Usiniulize mimi. Unataka nipeleke jibu lako linipeleka shule wewe. Nilipia ada mdogo wangu. Amuulize nani King yao? Asimuulize tu yote. Okay. Si ndio ndugu zangu Sawa. Sasa sikilizeni mimi niwaambie kitu kimoja kabla hatujaendelea kupiga story na ndugu zetu ambao tayari wameshafika hapa, si ndio Tunazungumza kwa lugha ya vitendo kabisa kwamba siku ya kesho ni siku ya mtoko ambayo ni Juni 7, 2025. Ni siku ambayo tunaenda kushuhudia mechi ya fainali yenye hadhi ya kimataifa kwa sababu kuna fainali ya Dream Intercollege Super Cup 2025 itakayofanyika katika uwanja wa chuo cha Teku. Hapa sasa utashuhudia burudani ya soka yenye hadhi kati ya wababe wawili ambao ni timu ya chuo cha Musti dhidi ya timu ya chuo cha TIA. Sawa? Hizi zitaonyeshana kazi kwa ajili ya kuweza kumpata bingwa mpya kabisa na bingwa wa kwanza wa kombe la Dream Intercollege Super Cup 2025. Usipange kukosa, ni bonge moja la mtoko. Dream Intercollege Super Cup 2025. Wewe ni dunia yetu. Sisi tunacheza. Wao hawachezi, sisi tunacheza. Medinda yani. Mnabishana. Ukitaka kumuona chula amechomekea, njoo kesho. Chula amechomekea. Najaribu tu kuimagine wadogo zangu kwenye hizo namba zenu ambazo mnaingia nazo uwanjani. Vile ambavyo mtakuwa mmevalia zile jezi. Plus hivyo vitambi ambavyo mnamiliki. Alafu ndo mnakimbia sasa dubi yule. Yes. Dakika 6 saa 8 kamili za mchana, time ambayo wakati tunafanyaga exclusive interviews. Ndio kwamba leo tuko na wageni na guess what? Washafika na tunapiga nao story kupitia kodi ya 0742707248. Una kipi ambacho unatamani kujua kutoka kwa rais wa kitaa? Furaha Mtaa amesema hivyo. So mimi sijasema ni rais wa kitaa. Nimesema hivi, ni superstar wa kitaa. Si ndo rais? Sawa, anamiliki mtaa wake. Yaani ana kijiji chake ambacho watu hauambii kitu kuhusu yeye. Okay, kama Mange Kimambe tu. Mange kile. Mange tena. Mange kile. Ana utawala kake. Gang. Ana utawala wake fulani hivi. Bana Ima D. Fresh. Hebu umeisogelea vizuri? Niko. Okay, sawa. Uko vizuri? Niko fresh. Kitambo bwana. Ni kweli kwenye harakati zetu zile najua kuna kipindi ulikimbia mjini. Hamna tu harakati za hapa na pale mjini na nini, tunaondoka tunarudi. Au sio? Kama hivi tumerudi na harakati zinaendelea kama kawaida. Sawa mzee wangu. Nakumbuka mimi na wewe kwa mara ya mwisho kuonana ni ile ngoma yako ya mwisho iliyomshirikisha Masoso, inaitwaje ile? Wanangu. Inaitwa Wanangu. Ndio miko almost kama miaka miwili. Sasa kama Ima mpaka anafanya kazi na Maregent kama kina Nema Soso. Kwa nini sasa Green Series mtambue? Yaani wameanza kuna huyu kuna Zaxi, japokuwa Zaxi alitangulia, kuna kina Tino Mafia, japo Tino Mafia behind kuna story yake sasa hivi. Kitu kama game inataka kumkataa hivi mshikaji wetu. Akina nani wengine? Walikopo wengi yani. Sawa, ambao walianza kwa pamoja. Sasa Ima tunakwama wapi? Nafikiri ni majukumu pengine. Unajua kwenye muziki huwezi kusikika kwenye muziki moja kwa moja kwa sababu sisi mwisho wa siku ni watu wazima, tunategemea kuja kuwa na familia. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia sehemu zingine tunafanyaje, yani kuishi maisha halisi ya mtaa. Kwa hiyo tunasafiri, tunaenda huku kuangalia kwa wenzetu wanaishi wanafanya kitu gani. Tunarudi tena nyumbani, tunabadilika, ndio kama hivi tunarudi kwenye game tena. Kwa kifupi muziki haulipi bana.
Hakuna hela kwenye muziki. Muziki ni uwekezaji, muziki unalipa endapo unawekeza. Sasa sisi kwa sababu bado tunajitafuta, kwa hiyo hatuwezi kusema umetulipa sana au umefanya nini, ila angalau umetufanya kwamba tuonekane kwa watu, tutambulishe kwa namna moja au nyingine. Kwani muda wa kujitafuta Imadini miaka mingapi kwa mtu? Kwa sababu kaka ushajitafuta sana. Mimi almost ni miaka 5 mpaka sasa hivi toka nimefahamiana na Imadi. Nimemfahamiana na Imadi, bado kauli ya tunajitafuta bado ilikuwepo. Okay. Mpaka leo bado ipo. Kwani kujitafuta kuna muda gani? Mimi nafikiri sijamaanisha kwangu mimi, yaani nimechukulia jeni ya wasanii. Sio kwamba mimi kama mimi, hapana. Sababu mimi na michongo yangu mingine ambayo huwa naifanya kwa ajili ya kufanya push maisha yaendelee. Sababu sijafikiri kwamba muziki umenilipa au unaweza kaendesha maisha yangu kwa kiasi kubwa. Kwa hiyo na michongo mingine tu, harakati zingine za mtaa ambazo nafanya. Sina push maisha. Kwani muziki una nafasi gani kwenye maisha yako? Yaani muziki una nafasi yake, lakini maisha pia yana nafasi yake. Tunaitaka hiyo nafasi yake gani? Au tuseme ni asilimia ngapi tumezipa kwenye muziki? Mimi nafikiri kwenye muziki naweza nikopa asilimia labda 60, 80. So sijawekeza sana kwenye muziki. Yaani sijawekeza. Yaani muziki unahitaji uwekezaji. Yaani pesa, management na ndio vitu kama hivyo hapo. Kwa sababu popote unapotaka nyimbo yako ifike au iende, usione kama hivi tunakuja tunalialia huko redioni mnatupokea, lakini unaweza kwenda redio zingine, media zingine wakakupokea kinyonge hivyo. Yaani watasema bwana, nenda kasaini kwanza daftari. Tukae mezani, tukafanya nini? Kwa hiyo tukubaliane. Yaani nyimbo inahitaji promo. Kwa hiyo sisi kwa sababu huwa nyinyi mnatubeba kwa sababu mnajua vijana wetu hawana chochote, wanajitafuta. Yaani kwa hiyo ni support ambao mnatupa, lakini ingekuwa ni tutuo serious kwenye muziki kama wasanii, tungekuwa tuna management kubwa, tunawekeza sana, sababu muziki unahitaji pesa ili ukulipe. Huwezi ukataka muziki ukulipe wakati hujawekeza. Nadhani hicho kitu anachokizungumza Imadi sio tu huko anakokuzungumzia. Hiyo hata kwetu ipo. Yaani hapa tu tumefanya serikali kuu ya burudani. Ipo. Yaani ukija wewe ukiitaka ipo. Sawa? Tunaingia mkataba bana, sasa sikiliza. Tunaingia kwenye promotion. Unahitaji promotion ya ngoma yako. Tunakupeleka mjini kwa muda gani? Kuna mwezi. Makaratasi haya hapa. Dondosha wino. Unasaini kabisa ile kitu saliti. Tunaanzia ngazi ya serikali ya mtaa kwanza kwa mwenyekiti. Mwenye kitu wake tunammoja. Sasa kuna swala moja hapo, ninasikia kwamba wewe bwana una kijiji chako. Sasa mimi nataka kujua hicho kijiji umekipata kwa muziki au kwa habari zingine? Mimi nafikiri kwenye hicho kijiji, nafikiri moja ya support ya mawazo, nafikiri Faya Mtaa amechangia kwa kiasi kikubwa, kwa sababu ni mtu ambaye kuna event karibu almost misimu miwili nimefanya naye kazi. Nafikiri nimefanya naye kazi na anajua yani kwamba yani tunachokifanyanga kule. Alinipa wazo la kujaribu kufanya event za kwa ajili ya kukusanya watu, kupata wadau wa mashabiki. Kwa hiyo kuna njia fulani ambazo alinipitisha tukapita. Ninashukuru Mungu watu walipokea vizuri ile mialiko ya show, na tulifanya vitu vizuri, na watu mpaka dakika hii watu wanauliza kwamba kwa nini sasa show zimesimama na nini. Kwa ilikuwa ni mimi tu sijaamua kwamba nianze kurudi kwenye program zile, kwa sababu nilikuwa na harakati za kusafiri mara kwa mara hapo katikati. Kwa hiyo nilikuwa sijarejea kutulia kwa ajili ya kufanya events kama zile nilizokuwa nazifanya awali, kwa sababu mtu mmoja alikuwa anani support au ananishawishi kufanya hivyo vitu. Faya Mtaa pia alikuwa anachangia sana. Akakusaliti. Umekaa kimya ndio kwa sababu amekusaliti. Majukumu ya kazi kama hivi. Na usimtetee. Sasa unafikiri atakupiga kama angekuwa karibu na wewe mama angezidi kuendelea mpaka leo. So mshikaji wangu sasa hivi kupata pisi kwako. Sio support muziki wangu. Wewe tulia. Tunamudu. Kwa hiyo issue ya kupata pisi sasa hivi kwako sio kipengele. Kwa star mwanangu. Yaani kwa ufupi kwako pisi zimeelewa. Nigusa achia twende kwao. Pisi nataka hela. Hela ni sabuni ya roho. Ila kwa hapo Imadi akikataa na siri yake. Tunataka hiyo. Okay, tunzao. Kwa hiyo mimi ninavyosema kwamba ni vitu ambavyo vipo kwenye mtaa, ni vitu ambavyo watu huwa na miss. Sogelee mic vizuri. Watu huwa wana miss na wanatamani wao wanapata muda, yaani muda mwingi wao wanapata hizo vitu. Ila hujui kwamba kufanya hivi vitu vinahitaji uwekezaji, vinahitaji gharama, posti, sijui na nini, media tour kwa ajili ya matangazo, vile vile inahitaji gharama kubwa sana. Kwa watu mashabiki wao hawajuagi hivyo vitu. Yeye anataka tu ni burudani. Mbona umekwepa? Umekazana kwa mashabiki tumeongelea habari za pisi. Wewe pisi ukiambia wao mwanangu sikia. Unafahamu ushamsikia Imadi wewe? Unamjua? Nimesikia
Asa Yule jamaa ndo mimi. sikia maneno hii. Kama hujai kumsikia maneno hii hapa. Hii nimemshirikisha ni Masoso. Moja kati ya ngoma kubwa kinoma. Sawa. Wanachomoa mwanangu. Kwa hata kwenye kijiji chako wanazingua. Hamna vikasikizi vimetokea, lakini tunajaribu escape kwa sababu sisi tunajitambua na tunafanya vitu ambavyo jamii inataka vifanyike. Sio kwamba tuendekeze sana hizo anasa za mapenzi na nini, lakini vitu hivyo ni vitu ambavyo vipepeki, ila ni msanii mwenyewe jinsi ya kujibehave ili kuendelea navyo sawa. Ni momenti gani ambayo ushaipitia kwenye harakati zako za muziki ikakukatisha kabisa tamaa, like kuliko niwe mwanamuziki bora nifanye harakati zingine? Yaani kitu ambacho kinanikatisha tamaa ni ile ambapo mtu unakuta, yaani mtu labda kulingana na nafasi yake unajaribu kufanya naye kazi, lakini unakuta wakati mwingine mnasumbuana kwenye upande wa video na nini. Kwa unakuta wakati mwingine umeandaa location, umeandaa watu, umeandaa kila kitu, unakuta siku mtu anaanza kuleta mieyusho kwenye swala zima la kutokea. Sasa anaanza kusema sijui mimi nauli sina, sijui mimi sijui nitaishije, sijui na nini. Lakini wakati huo hiyo kazi ya mlivyokuwa mnaifanya kwenye audio ilikuwa ni simple kabisa. Kwa hiyo yaani hivyo ni vitu ambavyo vilikuwa vinakatisha tamaa kwamba sasa muziki inakuwa haina maana. Kwa hiyo mtu unakuta mnafanya vitu au mmeandaa event, unakuta mtu hajatokea, lakini wakati huo mlikuwa mmesha arrange kila kitu kiko sawa. Kwa hiyo unakuta vile vitu vinaweza vikaa ni sehemu ya dosari ambayo inaweza kukatisha tamaa kwamba wakati mwingine unaweza kukuta muziki unakurudisha nyuma. Lakini kwa mtu unajitambua huwezi kukata tamaa, kwa sababu muziki ulivyoanza haukuanza na mtu mwingine, ila watu wengine wanakuja baada ya wewe kujipush au kusogea kwenye hatua moja kwenda nyingine. Sasa mwanangu, yani unamlipa director anakuja mpaka location afu unashindwa kumpa mwana hela nauli, serious? Yeah. Yaani unashindwaje kumpa hela nauli mwana na director umemlipa amekuja na kamera pale? Umpi, yani simaanisha kwamba umpi hela nauli, hapana. Sasa hizo misunderstanding na disappointment